Mboni zangu na roho yangu, kukuchagua sikukosea. Jua wendo pacha wangu, weni wala nivutia. Nimekutana na wengi, ila kwako nimetulia. Yakasemwa mengi, yako masikio yakasikia. Of course, my name is Amipro Show257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo ubu ambere uzara kurikirana ibikorwa byose dushira kuri Amipro Show257. Tugerageza guteza imbere impano, tugerageza guteza imbere abanyabukorikori, tugerageza guteza imbere umuntu wese akora ibikorwa mvabwenge. Nkuko musanzwe mubizi, nkuko mubimenyereye, tubazanira abantu bagiye batandukanye. Today ndi kumwe n'umwana kiri muto ariko afise talent idasanzwe. Mes chers amis, ndabizi yuko muhora muvuga muti abo bantu Amipro yamavuga ko bafise impano idasanzwe ni bande. Kimwe no kubwira nuko ni wamara kumva ijwi ryiwe uraza gutahura neza yuko dufise umusore afise impano. Yitwa GoldName, amaze imyaka itari mike muri music industry, amaze imyaka itari mike muri Buja Flavor. Karibu sana big bro, mambo vipi? Ya mambo poa. Salama lakini. Salama upo. Nafurahi sana kuona, nafurahi sana kusikia sauti yako. For so long big bro, na unapendeza sana. Karibu sana ndani ya Amipro Show257. Ya tumeshakaribia. Kwa wale mtu ambaye kwa nakutazama kwa sasa, jaribu kidogo nisogelee kidogo, nisogelee ili mambo yaweze kuwa vizuri sana. Jaribu kidogo uimbe. Mboni zangu na roho yangu. Subiri kidogo. Ngoja kidogo nijipangushe machozi afu uende. 1 2 let's go. Mboni zangu na roho yangu, kukuchagua sikukosea. Jua wendo pacha wangu, weni wala nivutia. Nimekutana na wengi, ila kwako nimetulia. Yakasemwa mengi, yako masikio yakasikia. Tumebanana mimi na wewe kama pete kidole. Furaha yangu ni wewe. Subiri kidogo. Tuanzie hapo. Tumebanana mimi na wewe kama pete kidole. Furaha yangu ni wewe, ukujali kelele. Tumebanana mimi na wewe kama pete kidole. Furaha yangu ni wewe, ukujali kelele. Ukujali au nikiwa nawe naringaringa mama naringa, nikiwa kwa mi naringaringa akweli naringaringa. Yo what's up? Mambo vipi mzee? Ni poa. Uko salama? Kimya Kidogo tena nashiba. Twende 1 2 let's go. Nimeamini leo si kama jana, wewe na mimi kweli tunafanana. Nimeamini leo si kama jana, wewe na mimi kweli tunafanana. Mioyo yetu imejawa na upendo kwa furaha, huku wenzetu wana kero na sira. Na kama ukinipa nakula hata kikiwa kidogo. Bebe zio sina pupa, mawe na zitafuna karanga kwa miogo. Nashiba baby, nashiba, nipatie yote mama we. Nashiba baby, ile tamtam kama sali. Nashiba baby, nashiba owe oa. Nashiba GoldName. Big bro, nafurahi sana kukuona kwa mara nyingine tena. Unapendeza sana. Una sauti nzuri mzee. Ya nashukuru. Ningekuwa niko dem siku moja ningekutongoza. Mna miwaga sipendi kutongoziwa. Hakuna mtu ameshakwambia kwamba unaimba kama wa Tanzania? Ya ndo comment nyingi waga nazipata, lakini sipendi kufananishwa na Watanzania. Na ukipata comment kama hizo kivyako unapokeleaje? Zinaniumiza.
Mtu akiniambia naimba kama wa Tanzania. Kwa nini asiniambie naimba kama Warundi? Kwa nini asiniambie kama naimba kama Warundi wakati mimi mwenyewe ni Mrundi 100%. Big bro, juzi tu umetoa ngoma yako ya mpya na shiba, ngoma nzuri sana. Baadaye tutakuja kuongelea kuhusu hiyo ngoma, ila kwa sasa nataka watu wajue GoldName. GoldName ni nani? GoldName alianza muziki lini? Majina kamili ya GoldName? GoldName ni mtu wa kawaida kama watu wengine. Mimi majina yangu kwa baba na mama naitwa Mugisha Willy. Mzaliwa wa Bujumbura. Unaitwa Willy? Mzaliwa wa Bujumbura. Mwenyeji wa Nyakabiga. Ndo napoishi na ndo nilipozaliwa mimi. Ndo napoishi na ndo ulipozaliwa. Safari yako ya muziki imeanza lini na ni lipi umejua kwamba kweli una talent ya kuimba na ukaingia studio ka recording ngoma yako ya kwanza, na ilikuwa vipi? Najua ni safari ndefu lakini haina urefu sana kivile. Ukiachana na muziki, kabla sijakuwa mwanamuziki nilianza kuwa mchezaji wa mpira. Nicheza mpira, lakini mpira ukuweza kunipa nafasi ya kuweza kuendelesha kutokana na muda kwa muda nilikuwa nikiumia sana. Wenda naweza kacheza mechi 2-3 lakini siwezi kacheza kwa sababu nilikuwa nimeumia. Ulikuwa unacheza kwenye timu gani? Drago FC. Ilikuwa timu ambayo ilikuwa kijiunga na Prince Louis, kwa kade ya Prince Louis. So baada hapo nilikuja kugundua kwamba nina kipaji cha kuimba pindi nakutana na watu tofauti. Wakaniambia, wewe kwa nini usije kuimba, mbona tunasikia unaimba? Kwa sababu nisiwe mchoyo wa fadhila au mnafiki wa kutokusema kile ambacho kipo ndani ya nafsi yangu, mimi nilianza kujifunza kwa nyimbo za Lolilo. For sure. Kwa sababu nilikuwa nampenda na nilikuwa napenda nyimbo zake sana. Nikawa nazirudi. Kuna ngoma ya Lolilo unaweza kutuimbia kidogo? Ni nyingi lakini wenda kwamba sizikumbuki sana kwa sababu kukunelefona so inakuja meno kukunelefona nashobora kukubona. Bimamatwi za Saga Plage zote ni nyimbo ambazo nilikuwa nazifeel, hata kwenye simu yangu zipo waga nazisikia sana. Mimi nyimbo za Warundi zote nasikia. Lakini nikajiinspire sana na Lolilo kutokana na nyimbo zake nilikuwa nazipenda. Lakini sikuimba kama Lolilo. Nijiinspire tu kwake, kufuata mitindo yake. Baada ya siku tukaachana na Lolilo, nikaingia kundi. Tukazafanya na kundi. Kundi gani? The Boys K. Taribu sogea kidogo. The Boys K, ni wanaume wenye ufunguo. Lakini tulipounda kundi alikuendelea ipaswavyo. Tuliweza kufanya ngoma kadhaa nyingi sana, lakini mwisho wa siku wenzangu wote wakaacha. Hicho kipindi tulikuwa tuna rap. Lakini nikaona kurapu hamna dili yote ya kurapu, ikabidi ni change kwanza kuimba. Nilipoanza kuimba ndio nikakutana na wengine tofauti wakuweza kunipiga misaada. Kakutana na Liza Classic. Kabla ya kujiunga na WCB. Ndio. Na tulifanya nyimbo nyingi mimi na yeye. Bahati nzuri, sio niseme bahati mbaya, bahati nzuri, baadhi ya nyimbo tulizozifanya watu wengi walikuwa wanazipenda. Lakini haikunipa nafasi ya kusema mimi niweze kujulikana 100% au direct tu. Paka leo naenda polepole na imani ipo siku nitakuja kufikia tu. Na imani ipo siku nitakuja kufikia tu. Safari ya muziki ni safari ndefu, sio muziki tu, pia na safari ya mpira ni safari ndefu. Safari ya waandishi wa habari ni safari ndefu. Kwenye safari unakutana na vitu vingi, unakutana na vitu vizuri, pia unakutana na vitu vibaya. Ni vitu gani vibaya umekutana navyo kwenye hiyo safari yako ya muziki vikakukata tamaa, vikakukata moyo mpaka siku moja ukaekea ukasema, kwa nini nisiache muziki nikaendelea na zingine kazi? Vitu ambavyo nishakutana kwenye safari ya muziki ni vitu vingi. Ila naweza nikazungumzia viwili au vitatu. Kuna baadhi ya watu washaga nikata tamaa kuniambia, mwanangu, kwa nini usiache muziki uandikie wengine ili wao wanaimba? Nikamwambia mimi sijakataa kumwandikia mtu yeyote. Ambaye atajitokeza kuniambia mimi nimwandikie, nitampa nyimbo kwa sababu si peke yake nitakuwa nimempa, nishawapa wengi. Wakina nani ushawapa ngoma? Wako wengi na mastaa wakiwemo. Karibu tutajie majina matatu. Labda naweza kukutajia mawili kwa sababu wengine labda wangali wa chini kidogo. Kuna Lolilo, kuna Adijo, na pia alikuwa ni mtangazaji. So ni watu ambao tushawahi Umempa ngoma ipi Lolilo? Sana tu. Na kesha naruka kama kipepeo, wabaya kinuna, mwenzo na tusua. So ni nyimbo ambayo nimeweza kuandika mimi nikampa,
Sana tu wewe ndio umeandika? Ndio, na nalifahamu hilo. Sio kwamba nasema uongo, na yeye pia analijua hilo. Na imani atakuwa shaga alisema kwenye redio. So sikupata ile opportunity ya kusema kwamba tuweza tukabakiana naye kwa ule ukaribu wa kuweza kufanya kazi naye. Ndio, kuna baadhi ya siku makazi ambayo tulifanya naye, na kuna baadhi ya sehemu alinishika mkono kuweza kunisuguma, lakini ikawa kama tumefeli kiasi fulani, kwa sababu ni mtu alikuwa hanipi na ukaribu sana kusema kwamba niweze kutangaza biashara yangu kwa sana, wala yeye atangazia biashara yangu kwa sana. Ikawa hivyo, nikaona kwamba hapa hakuna maendeleo yoyote kuweza kumfuata mtu nyuma. Mwisho wa siku hakuna kitu tunachokifanya. Nikaamua nianze na kazi zangu mwenyewe. Yeah. Kwa sasa juzi tu umeachia ngoma yako ya mpya na Shiba. Kwa nini na Shiba? Ni story gani ambayo iko kwenye na Shiba? Ule mtu ambaye hasikii lugha ya Kiswahili, ukijaribu ku-explain atasikia vizuri. Na Shiba ni neno ambalo linakuwa kwa ufupi. Ukisema na Shiba, labda mtu atahisi labda nimekula nikashiba, unaona, ila sio hivyo nitakumaanisha. Mimi nimemaanisha na Shiba kutokana na yale mapenzi ya dhati ambayo mtu unapewa kutoka kwa mwenzio, yani kati ya watu wawili tunakuwa tumeshibana kiasi fulani kwenye upendo wetu. So mimi nimejaribu kuandika vile kutokana na emotion ambayo nilikuwa niko nayo kupitia mtu mwingine, nikaona true love yao wanayo. Nikasema watu wameshibana kiasi fulani. Nikasema wai, kwa nini nisije nikaandika kitu ambacho kitaweza wapa watu wote furaha, kujua kwamba mapenzi ni kitu kikubwa sana. Unajua mapenzi yanaishinda pesa uzito. Unaweza kuwa na pesa lakini una mapenzi, yani pesa zako zinakuwa hazina thamani yoyote. So nikasema acha niandike kitu kitaweza kumfanya mtu kuwa happy sana kwenye love. Ndio nikaamua kuandika kitu kinaitwa na Shiba. Muziki umetoka tayari uko kwenye YouTube yako channel ya GoldName. Pia muziki unapigwa kwenye radio tofauti. Feedback ikoje kivyako? Ya kusema ukweli naweza kusema nashukuru Mungu, kwa sababu nikicheki katika nyimbo zangu ambazo nilizozifanya na hii kulikuwa utofauti kidogo. Sijakuwa na ile nia kusema nitakuwa na watu wengi sana kibao ambao wananifuatilia sana kwenye mtandao wa kijamii, ila wale wachache ambao nenda nawapata siku baada ya siku wananifanya niweze kuwa na furaha. Yeah. Hakuna lebo yoyote ile hapa nchini Burundi imeshawahi kukusogelea ikakwambia tunahitaji kufanya na wewe kazi, ila baadaye ukaona kwamba vitu ambavyo wanahitaji kwako haviko? Sijawahi kuipata lebo yoyote ile ya kuweza kunisenyesha mkataba. Na wala kunisogelea bado haijaja. Majuzi tu nimeona post ya Ellis Boy kutoka Bounce Boy kwenye ukurasa wake wa Instagram, Facebook, akaandika nasema, kwa nini mapromoters wa muziki wa Burundi msisaidii huyu kijana wakati iko na talent? Hiyo post umeiona? Ya, nimeiona, kwa sababu niweza kushukuru, kwa sababu pia nisiwe mnafiki sana, kwa sababu Ellis ni mtu wangu sana na waga na mkubali pia, ni kama brother wangu. Kitu kingine na Shiba ina vitu vingi ambavyo niweza kupewa kutoka na kuimba nyimbo ile. Nimshukuru Fizzo sana, kwa sababu ni mtu pekee ambaye ana moyo wa upendo kwa kuwajali wadogo zake. Amefanya nini Fizzo? Ya, kusema ukweli alichokifanya ni kikubwa zaidi sana. Amefanya nini Fizzo? Kusema ni na Shiba ilikuwa ni msaada wake pia. Ni promotion yake, kwa sababu yeye ndo kailipa studio. Kailipa Bantu Boy, kanambia mimi nakulipia njoo uimbe. Ilikuwa project ya kusema kwamba nifanye audio na video, lakini sikuweza kumkumbusha kutokana alikuwa yuko busy na kazi nyingi sana. Ikabidi ni cancel ya video ili nipambane mwenyewe nione nafanyaje. Heshima sana kwa Fizzo, kwa sababu ni mtu pekee nilikuwa sijawahi kuona kutana na mastaa wakubwa wa kuweza kumsaidia mtu kama mimi. I say niona kama ndoto kwangu hadi leo, ingawa sijafika kwake kumpa shukrani zake, lakini na imani atakapoiona video hii niseme kwamba asante kaka. Ya, hiyo ni kitu naweza kujivunia sana. Ndio. Asante sana big bro. Ya, nashukuru na mimi pia.